asifiwe. Haleluya. Ninaongea na wewe hapa. Ningekuwa nimekufa siku moja nikiwa na hali mbaya, niko pale Bugando, nikampigia simu baba, sio alinipigia yeye, sio nimpigia mimi, hata sikumbuki, maana nilikuwa kwenye kufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Baba akachukua simu akasema, kamata simu. Sikiliza, mkono wa Yesu sio mfupi. Hata kama ukiwa chooni, mtumishi wa Bwana akisema kinaeleweka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Aliponiombea nikaona tu nguvu tunakuja. Alafu mle Bugando bwana, kila sekunde kuna mgali fulani wa maiti ule unapeleka unapita mbele yangu hapa. Alafu na mimi mapafu hata nashindwa kuhema. Nilimpigia simu mama mchungaji wangu huyu hapa, nikamwambia mama, hebu saa 3 hii rudi Bugando. Akasema ina maana gani? Mbona nilikuwa hapo jioni hii, nitakuja kesho. Nikamwambia kesho haya, maana tayari nimefika hatua kwamba hali nilionayo sidhani kama kesho nitafika. Na baada ya baba kuniombea, nikachukua shuka, bado sijaanza kupumua vizuri, nikachukua shuka, nikasema Mungu, najifunika shuka ili kama nitakufa, nataka nifie usingizini, nisijione wakati ninakufa. Nikachukua shuka nikajifunika. Kuja kushtuka bwana, asubuhi, Bwana Yesu apewe sifa. Nakumbuka maombi ambayo baba aliniombea asubuhi, nashtuka kama vile nina nguvu. Na nilipojiona sijafa, nikasema hapa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa siwezi kutembea, nikaanza kutoka, nikamwambia baba, nikampigia simu baba, uliponiombea muda ule najisikia vizuri, natoka Bugando. Wewe uliko wapi? Kama hapana baba, mimi naondoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikasema natoka. Mke wangu anaongea na manesi hapa, ningemwaga naye angenizuia. Nikamtoroka huyo, yale kutembea siwezi, natembea hivi nashikilia ukuta. Nikaenda alafu niko sijui gorofa sijui ya ngapi huko juu, yaani nikaenda kwenye lifti, nikafanikiwa kuibonyeza, ikafunguka, nikaingia ndani, nikafunga haraka, wewe nipeleke haraka. Nimekaa mle ndani paka pale chini, ikanifikisha. Natoroka Bugando, najua nikilala hapa kesho. Baba alinizuia, akasema hapana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, tunaongea ili jina ambalo linaweza. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema kwamba Mungu alimpa Yesu lile jina lipitalo majina yote. Kansa ni jina, kisukari ni jina. Haleluya. Haleluya. Mimi nilikuwa na kisukari mpendwa. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kisukari kibaya. Kisukari kibaya bwana. Usione hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kujua kibaya, kamuulize mchungaji, atakwambia. Haleluya. Maana hizo enzi za kisukari pale nyumbani mambo yakabadilika. Kisukari kina aibu mbaya, kina dharau mbaya. Kinavunja hata ndoa za watu kisukari. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mama nilimpenda. Kisukari kipo na hali ni mbaya ndani, mategemeo hana, lakini alizidi kusubiri kwamba nitasubiri mpaka maji yatibuke. Baba, kama huyo mama umechagua mwenyewe, utashangaa. Kiugua kisukari atakukimbia. Maana mambo hayaendi, sijui.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini yuko mwanaume mwenye jina kuliko kisukari. Haleluya. Siku moja nikiwa pale, nikiwa Kamanga akanichukua kwenye ambulance inakwenda kasi kweli kweli. Nafika Bugando, niingizwa kwenye mashine ya CT scan. Nafika pale Bugando, wakasema huyu akiingia kwenye mashine hii atafia humo, kwa sababu moyo ulikuwa umeshuka kufanya kazi, unafanya kazi 11% chini kabisa. Maana wanasema kawaida moyo ufanya kazi 55%. Ukiwa chini 40 unafungiwa mashine kwenye moyo. Hasa mimi ulikuwa 51. Siku moja nikiwa na mchungaji, tumeingia kwa dokta. Nipima hapa. Anambia mama, njoo angalie, hata kama vipimo hujui, wewe angalia tu hata hapa. Angalia. Tayari mishipa ya moyo imeshafeli. Mama akasema, ina maana ndio basi. Sasa mimi sijui. Yaani dokta alinivunja moyo hata mbele ya mama. Watu wa Bukoba wanasema ukinigambia stupid mbele ya my wife. Mama anauliza, ina maana umesema ndio inakuwaje? Sijui. Bwana Yesu asifiwe. Dokta anasema sijui, lakini yuko dokta wa juu anaojua kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nilikuwa nimepotea, nasema kwamba hii madhabahu ya baba nitakuja nikanyage au nitafia juu juu. Bwana kaniponya na leo niko hapa. Haleluya. Haleluya. Yasiwezekana kwa madokta, kwa waganga, kwa mafumu, kwa Yesu wetu yote yanawezekana. Haleluya. Haleluya. Oh, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Siku moja nakwenda pale Kamanga. Tukiwa na mama. Tufika pale, dokta anaanza kunifokea. Ananiambia, wewe, hivi vidonge vya sukari kwenye vidonge vingine vya nani? Nikasema vya kwangu. Akasema, nani amekuambia wewe una kisukari wewe? Nikamwambia, dokta, vipi? Nimeanzia kule wapi? Sijui Bukumbi. Kisukari. Nikapelekwa Bugando, kisukari. Nikaletwa Kamanga hapa, kisukari. Na hizi nyaraka hizi sitakuwa nini? Akasema, sawa, lakini basi kuanzia leo usitumie. Akachukua vidonge vilikuwa kwenye mkono wa mama, akavichukua, akaenda kuvitupa kwenye dustbin. Dokta anasema usitumie, utajimaliza kisukari na sukari itashuka sana, maana wewe hauna sukari. Oh, madokta waliosema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kisukari hakiponi. Kwa Yesu kinapona. Haleluya. Sina heshima ikarudi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Huyo ndio Yesu na mhubiri jioni ya leo aliwaambia kwamba ili hekalu ambalo mnajivunia alitobaki jiwe juu ya jiwe. Hii ina maana ni nini? Yesu mwenyewe ndio alibomoa, akasema mnategemea damu za wanyama, mimi ndio mnyama sasa, na kwenda kujitoa, na kuanzia hapo no mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Sema mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu fulani wanakuambiaga, wewe unasali siku ya Jumapili, siku ya mnyama. Mwambie ndio, ni mnyama, simba wa kabila la Yuda, wakinguruma mapepo yanafahamu. Haleluya. Yuko mnyama anaitwa simba. Bwana Yesu asifiwe.